Okay, habari za wakati huu na tumeenda vizuri. Sasa ndani ya video hii nataka nishare na wewe personal story kwamba ni kwa nini sinywi pombe. Kwa nini watu wengi, sababu gani zinafanya mtu anaingia kwenye ulevi. Lakini pia nitakufundisha jinsi ya kujinasua katika ulevi wa pombe, sambamba na ulevi wa pornography, masturbation, pia kwa mtu ambaye ameingia kwenye uraibu wa ngono, au pia unapenda kujifunza kwa ajili ya kuwasaidia watu ambao wameingia kwenye uraibu. Unajua kuna kitu kimoja ambacho watu wengi wanafanya mistake na kinawafanya wanaingia kwenye uraibu kwa muda mrefu. Ni kwa mfano mtu anakuambia ukiona kunywa pombe unaharibu hela. Yaani unajua kwamba masala ya kunywa pombe ni kuharibu hela. Kwa sababu anajua maisha yake ni magumu, anakuwa anafikiria nikianza kunywa pombe nitashindwa kufanikisha ndoto zangu, nitashindwa kujenga nyumba, nitashindwa kuwasomesha watoto, kwamba nikishaanza ulevi kufuatisha unywaji wa pombe basi nitaharibu hela. So you know what happens, kwamba huyo mtu mwenye katengezo imani, ikitokea muda akiwa na financial stability, akiwa na uwezo wa kununua nyumba, uwezo wa kununua kitu au kuwalipia watoto wake ada, maana yake tayari huyo mtu sababu yeye kutokunywa pombe inakuwa tayari haipo, ndio inamfanya mpaka anakuwa anaanza kunywa pombe. Sasa usije ukasema sinywi pombe kwa sababu pombe eti inaharibu hela. No, you must have the reason. Itakuwa na sababu ambayo hiyo sababu unajua kwamba haitaweza kuisha, au utaka yeye mwenyewe kuiondoa ndio uingie kwenye ulevi, which is impossible, ambacho ni kitu ambacho kitakufanya uishi maisha yako yote bila kuingia kwenye mtego ulevi. Ni mtego ambayo mtu akiingia unaweza kusema kama vile ni uzembe, lakini wakati mwingine anakuwa haelewi kile ambacho kinaendelea ndani ya akili yake. Sasa nisikilize. Miongoni mwa sababu ambazo zinafanya mpaka mtu anaingia kwenye uraibu tunasema ni escaping of reality. Yaani mtu anajaribu kukimbia ule uhalisia wa maisha alionayo. Kwa namna ipi? Kitu cha kwanza tunasema mwanadamu ameumbwa katika namna za kiasilia, ameumbwa katika namna ya kuunganika na vitu vingine, aunganike na watu, aunganike na vitu, aunganike na tabia fulani. Hasa kama yupo mtu katika mazingira ya isolation, yupo isolated, yani kwamba hana connection na watu wengine, hana ushirikiano na watu wengine vizuri, inakuwa inafanya ubongo wake unaanza kutafuta kitu ambacho kitamfanya kama sehemu ya kujiliwaza, kama sehemu ya kuondokana ile upweke alionao na kuanza kupata sehemu ambayo atajihisi vizuri. Kumbuka, akili yako au ubongo wako haujaumbwa, haupo. Akili yako yeye haikusaidii kupata mafanikio, si upate mali au usipate. No. Akili yako inakusaidia wewe kuhakikisha unaishi. Tunasema ni survival mode. Akili yako inapambana juu chini wewe uweze kupata mazingira au upate hali ya kuishi vizuri. Sasa ikitokea kitu kipi ambacho ubongo wako hujaundwa, leo unapata unatengwa, ubongo unaanza kutafuta kitu kingine ambacho kinakuingiza, kinakupa kama like relief, ili kwamba uweze kuondokana na ile hali ya upeke. Kwa hiyo cha kwanza ni mtu anakuwa na escape of reality, iweza kwenye maisha magumu au hali ya upeke, na kwa mara nyingi ni nini upeke ambao mtu anakuwa anaukwepa. Sasa unapotaka kumsaidia mtu ambaye kwenye uraibu, ni lazima kwanza uweze kujua ni kitu gani haswa ambacho anajitahidi akili yake inataka kukwepa. Ni maisha gani ambayo huyo mtu ambaye yanamsumbua. Sasa kwa mfano unajua unashangaa kwamba mtu kanywa pombe alafu mtu mwingine anaanza kumfokea. Sasa ukimfokea, labda kama sijaeleza kitu ambacho nikisema nikuuliza swali. Ambao mimi nafahamu hakuna mtu yoyote yule alishawahi kuacha pombe just kwa sababu kafokewa. Hamna. Tofauti na hivyo atazidi kuongeza. Hata kuna kaacha sio kwa sababu eti kafokewa. Na mara nyingi ukimfokea mtu utafanya azidi kuongeza, kwa sababu ukimfokea anazidi kumuingiza kwenye maisha kwenye namna ya stress. Na kiwa kwenye stress akili yake itamsaidia azidi kutafuta relief. Na relief ataenda kwenye addiction ambayo ipo. Kwa sasa njia rahisi ya kumsaidia mtu ambaye yupo kwenye uraibu, yeye ana pornography, punyeto au ulevi, anakunywa pombe sana, sio kwa kumfokea, sio kwa kumpiga, sio kwa kumpiga wala kumfokea. Ni wewe kumsikiliza ana shida gani, kitu gani ambacho kinafanya
ashindwe kuachana na hiyo tabia. Wakati mwingine unaweza wewe mtu unamwona kwamba ana mtatizo, kumbe tatizo sio yeye, tatizo ni wewe. Wewe ndio unamfanya, wewe unakuwa disturbing kwake, anashindwa kukuelezea, au unakuwa mzigo kwake, anashindwa jinsi ya kufanya. Kwa mwisho wa siku anatafuta sehemu ya kupata relief. Sasa kiukweli kabisa, pombe inaweza kuwa ni mbaya, lakini pia zikawa nzuri. Tunaposema kwa mfano kama alcohol pombe, ni kwamba unapokunywa pombe kuna kitu kinataka, kuna kemikali ndani ya mwili wako inaitwa ni dopamine ndani ya akili yako. Hiyo kazi ya dopamine ni kwamba inasafisha taarifa kwenye seli za ubongoni mwako, lakini pia huwa inatolewa unapofanya kitu ambacho kinakupa tuseme kama raha au kinakupa matokeo. Tuseme neno la kinakupa matokeo. Ukifanya kitu ambacho kinakupa matokeo, hiyo dopamine inakuwa released. Sasa unakuta mambo mengine ambayo tunayafanya yanakuwa hayatoi matokeo ya haraka. Kwa unakuta mtu anakwepa vitu ambavyo havitoi matokeo ya haraka, unakimbilia vitu ambavyo vinatoa matokeo ya haraka. Sasa kwa mfano kama ukinywa pombe, labda unakuna gallery za TikTok, vile vinakupa matokeo ya haraka. Umekuja kuona unaanza kujisikia hali fulani. Kwa maana kwa sababu umepata matokeo kwa haraka, akili yako inatengeneza kumbukumbu kwamba hata siku nyingine unajitahidi kutafuta kitu ambacho kinakupa matokeo ya haraka. Kwa vile vitu vyote ambavyo havitoi matokeo ya haraka vinaanza kuonekana ni vigumu. Kusoma kitabu inakuwa ni ngumu. Kufanya kazi ya muda mrefu inakuwa ni vigumu. Kuconcentrate au kujisomea bila kupesa macho inakuwa ni ngumu. Kuongea na watu hivi one to one physically wakati mwingine unaona kama nini, ni kitu ambacho kinabore. Ibada zinaonekana zinabore kwa sababu umeshazoea vitu ambavyo vinakupa raha ya haraka. Unapoona hivyo, huo ndio tunasema ndio uraibu wenyewe. Kuna profesa mmoja wa neuroscience aliwahi kuzungumza kwamba kudefine addiction, akasema kwamba addiction is reduction in number of things that make you happy. Kwamba uraibu ni kupungua kwa vitu ambavyo vinakupa furaha. Kwa mfano mtu anayekunywa pombe, wakati mwingine mtu anayekunywa pombe, wakati mwingine kunywa soda na kama anapoteza, au kunywa kitu ambacho sio kama pombe na kama vile anapoteza, kwa sababu baada ya kuwa addicted na pombe anapunguza vitu ambavyo vinakupa raha. Sasa kwa hivyo kwenye dunia hii tumekuja kuenjoy. Sasa njia rahisi ya kuenjoy sio kupunguza vitu ambavyo vinakupa raha. Unajua kwa sababu gani? Ndio maana kwa mfano kama mtu anayekunywa pombe, yeye anakuwa anahisi kama vile anaenjoy kunywa pombe kwa sababu ndio yeye kwake ile ndio furaha peke yake. Wakati ambao kunywa pombe unakuwa na vitu vingi ambavyo vinakupa nini? Furaha. Sasa wewe unajidanganya, ukaacha vitu ambavyo vinakupa raha. Unaona kwamba hata soda, hata juice inakufurahisha wewe, lakini ukaiacha unaenda kupunguza vitu ambavyo vinakupa, vinakuwa ni vichache. Sasa kwa nini ufanye vitu vyote hivyo? Kwa sasa kitu ambacho uweze kuweka kinini mwako ambapo ikanifanya nisinywe pombe ni kwamba hivi, nafahamu kwamba duniani hapa ni sehemu ya kuja kuishi, au tuseme kwamba ya kuenjoy. Sasa ili uweze kuenjoy vizuri, inatakuwa na vitu vingi ambavyo vinakupa furaha. Inatakuwa na vitu vingi ambavyo vinakufurahisha. Sasa kwa nini uvipunguze? Kwa nini uifundishe akili yako kupunguza? Kwa nini ufundishe akili yako kitu fulani hivi kisiwe na furaha, kitu kingine kiwe na nini kikupatie furaha? Maana zile kupunguza vitu ambavyo vinakupatia furaha ndivyo utazidi kuishi maisha ya stress. Sasa mambo mengi ya kuzungumza, nimeandaa kitabu ebook na ambayo inaweza kusaidia kuondokana na uraibu wa ngono. Sasa nenda kwenye comment section, andika neno kitabu, kisha nakutumia ebook ambayo imeelezea vizuri jinsi ya kuondokana na uraibu wa ngono na kurejesha udhibiti wa maisha yako. Asante sana, hayo kusikilia, una wakati mwema. Peace.